Nakupenda Bwana Yesu, wanisikia niombapo, wanipa jibu la maombi, napata yote kwako. Wanipa jibu la maombi, napata yote kwako. Ulio yaahidi Baba, napata kwa imani. Huwezi kuniacha mimi, unapata yote kwako. Ulio yaahidi Baba yangu, napata kwa imani. Huwezi kuniacha mimi, napata yote kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamshukuru sana Mungu wetu kutupatia jioni ya leo. Asubuhi vya bilipitikana mwai mwingine, hatukujua kama tutafika kwa sai, lakini sababu mkono wa Mungu kila siku kuna kuwa juu yetu, ndio maana tuko na deni ya kusema Bwana asifiwe. Ninawasalimu nyote na ninasema asante kwa ujio wenu. Nashukuru baraza letu, mchungaji wetu na baraza wote kwa ujumla kutupatia tena nafasi magharibi ya leo. Basi hatutakuwa warefu, tutaingia katika maneno ya Mungu. Magharibi ya leo tutaongea kidogo juu ya maombi. Tutazungumuza juu ya maombi na mwisho tutaangalia jinsi mambo itaendelea. Nikisema maombi, najua sote tunajua maombi, tunajua kuomba. Maombi ni kuzungumuza na Mungu. Bwana asifiwe sana. Sawa vile mtoto akipata shida ndani ya nyumba, anakimbiliaka kwa baba yake mzazi ama kwa mama. Ndio vile na shie wa Kristo, kama tunakuta bia binatushinda, iwe ndani ya furaha, iwe ndani ya magumu, tunakimbiliaka kwa Mungu wetu kusudi tumzungumuze, tumuoneshe vile binatushinda na tuone lile atatutendea. Pia maombi ni kuambia Mungu vile binatushinda, sawa vile tunamaliza kusema kwa size. Na kwa hiyo tamsi mtumishi wa Mungu Papa Amuli utatufungulia Zaburi ya 15 sura 15. Zaburi 15 sura 15. Zaburi sura yake ya 15. 15. Ndio. Sura 15. Zaburi 15 mstari wake wa 15 inasema hivi. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Hallelujah. Amen. Amena. Ni Mungu mwenyewe analeta hii aliko kwetu. Anasema ya kwamba tukamuite siku ya mateso, naye atatuitikia. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tulisema maombi ni kuonesha Mungu vile ambavyo vinatushinda. Ni kweli katika maisha ya Ukristo tunaweza kukutanana na shida fulani fulani, lakini mwaliko magharibi ya leo Mungu anasema na wewe, anasema nami, ukaniite siku ya mateso na mimi nitakuitikia. Pia maombi ni kutafuta msaada kutoka kwa Mungu. Mungu atusaidie sana. Nasikiaka vibaya sawa nasemaka kwa Bakristo wenye balitoka banaenda kubafumu, banaenda wapi kulaguza kutafuta msaada huko. Kweli hakuna ingine msaada
nyuma ya Mungu wetu. Mungu tu ndio msaada wetu. Kama vile navyoandika kwa Zaburi ya 121 inasema ya kwamba nitainua macho yangu niitazame milima. Aseme msaada wangu tatoka wapi? Mara jibu ilifike kasema msaada wangu ko katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Jina la Bwana lisifiwe. Hakuna ingine msaada nyuma ya Mungu. Usidanganyike. Iwe katika shughuli zako, weka Mungu mbele. Omba Mungu katika kazi zako, ndani ya nyumba yako. Hautapata ingine msaada kuchungia mume na watoto ama mke na watoto, lakini kwa Mungu tu ndio utapata msaada. Bwana tusaidie sana. Tutasoma juu ya kuomba na nyuma ya kuomba kupokea miujiza. Na katika hii jambo tutasikia hatua fulani ambazo tunaweza kufanya kusudi maombi yetu isikilike mbele za Mungu na miujiza ifuatane nayo. Bwana asifiwe sana. Hatua ya kwanza ni kutubu dhambi. Sababu maombi ya mwenye dhambi ni kelele machoni pa Bwana. Maombi ya mwenye dhambi inanukia Mungu. Ndio maana magharibi ya leo, kama unataka kusikia Mungu akifanya kitu kwako, kama unataka miujiza ifanyike kwako ndani ya maombi, tubu kwanza dhambi na kisha upige magoti na utaona lile Mungu atakufanyia. Mungu atusaidie sana. Baba yangu, tusomee Isaya 66 mstari wa 18. Isaya 66 mstari wa 18. Isaya 66 mstari wake wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: nami nayajua matendo yao na mawazo yao. Wakati unakuja nitakapokusanya mataifa yote na lugha zote, nao watakuja, nao watauona utukufu wangu. Amen. Haleluya. Tutaendelea tena kusoma Yohane wa kwanza sura 1 mstari ya kwanza tu. Yohane wa kwanza sura 1 mstari wa 9 tafadhali baba. Sura 1 mstari ya 9. Ile mstari wake wa 9 inasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na uzalimu wote. Amen. Bwana asifiwe sana. Kama unataka maombi yako isikilikane na Mungu, ungama kwanza zile dhambi ambazo zinakushitaki, kisha urudi mbele za Mungu na kumuomba, na Mungu wetu ni mwaminifu, atakusikia na kukufanyia. Tunaingia kwa hatua ya pili. Hatua ya pili ni kusoma maandiko. Ndani ya maandiko mnakuwa ahadi nyingi sana tena za ajabu. Ndani ya maandiko mnakuwa maneno ya faraja. Unaposoma maandiko nasikia jinsi ahadi za Mungu zinaenda, pale pale unajipatia zile ahadi. Unasema Mungu, mimi ndio naambia, sababu umekwisha kutengeneza naye tayari amekusikia. Amen, amena. Mtusomee baba Timotheo ya pili sura 3 mstari wa 16 mpaka 17. Timotheo ya pili sura 3 mstari wa 16 mpaka 17. Timotheo ya pili, mtusomee tafadhali, sura ya 3 16 17. Nafaa kwa mafundisho na kwa kumwona watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Amen. Tafadhali uanze tena mama. Timotheo wa pili 3:16, tusome katika jina la Yesu. Amena. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya
watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwajibisha katika haki. Amen. Amena. Njo kazi ya maneno ya Mungu ile. Inatuonya makosa na inatuadhibisha ili tujue kuenenda mbele za Mungu. Tusikwe tunakuya tu kuomba juu naombaka. Angalisho sana maombi yako, maombi yangu isikuwe fujo mbele za Mungu, lakini iwe manukato safi yenye kumnukia Bwana. Mungu asifiwe. Hatua ya tatu, tutaenda haraka. Hatua ya tatu ni kumwabudu Mungu. Kumwabudu Mungu. Katika kumwabudu Mungu, Mungu anafanyaka miujiza. Mungu anafanyaka maishara. Ndani ya kipindi ya kusifu na kuabudu, hata magonjwa inakuwaka inakimbia na mapepo inatorokaka, sababu Mungu mahali kunakuwa sifa zake, shetani anakuwa mbali sana. Kwa hiyo mtusomee Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 25. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25. Amen. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Tunashuka kidogo. Ghafula pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka. Hallelujah. Vifungo vya wote vikalegezwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tumshangilie Mungu kwa ile kazi alifanya gerezani. Paulo na Sila walikuwa ndani ya gereza. Walikuwa wanafungwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Walifungwa kabisa, hakuna jinsi ya kujitosha. Lakini walipata ufunuo mkubwa. Mara walianza kusifu na kuabudu Mungu. Walisifu wakaabudu. Mara moja minyororo haikuresiste, ikafunguka. Paulo na Sila wakawekwa huru na Mungu akawasaidia kutoka katika ile minyororo. Ukiabudu Mungu, ukimsifu Mungu, mara moja mahitaji yako itapata mahali ya kujibiliwa, maana katika sifa na maabudu kunakuwa maombezi makubwa. Mungu akusaidie ujue kusifu, Mungu anisaidie nijue kumwabudu, na hapo tutaishi miujiza ya Bwana. Tusomee tena Danieli 6 mstari wa 10. Danieli 6 mstari wa 10. Danieli, kitabu cha Danieli 6:10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Amen. Amena. Danieli pia alipata shida. Mfalme wakamshawishi atese Danieli, amtupe katika tundu la simba. Tukisoma juu kidogo tutaona namna gani Danieli alibaki tu katika msimamo wake. Alikataa, hawezi kuomba ingine miungu, hawezi kusifu ingine miungu isipokuwa Mungu wa Israeli, isipokuwa Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na alipojua kama anashitakiwa, neno la Mungu linasema hakukoma. Aliendelea tu kuomba mara 3, akiambia Mungu shida alionayo, akimsifu na kumtukuza. Na tukiendelea kusoma, maana ni historia ngumu ya nyingi sana, hapo alipoendelea katika msimamo wake ndani ya Mungu kwa kumuomba, Mungu akamsaidia, akamuokoa na ile shida, na akamupa titre kubwa katika nchi ile, sababu alimpendeza Mungu na kumheshimu. Bwana atusaidie sana. Kuomba kwa imani njoo hatua ya 4, kuomba kwa imani. Unajua imani inakuwaka kitu moya ya ajabu sana. Uko natumainia kupata hii flere, lakini haujue kwenye tatokea. Njoo imani ile.
unatarajia kupata kitu lakini haujue mahali tatokea. Tuombe kwa imani kusudi tujue ya kwamba Mungu anatendaka, Mungu anasaidiaka, Mungu anajibia maombi. Na mwimbaji anaimba anasema ya kwamba Mungu ni muweza yote, ni tout puissant. Ile ambayo unamuomba kwa imani, ujua atakupatia hayo, maana ulitosha mashaka na ukajua Mungu mwenye niko naomba sherti atanitendea. Bwana asifiwe sana. Tuko na Mungu mkubwa sana, anatendaka mema, anasaidia watoto wake, anaheshimisha watoto wake. Ukilia tu mbele zake sherti ya kufanyie, maana ni baba yetu. Kama ninajua tu nilitengeneza, nikatubu mbele za Mungu, nikipiga magoti kwa imani, najua Mungu atafanya. Jina la Bwana litukuzwe na jina la Bwana liinuliwe milele yote. Haleluya. Tusome Mathayo sura 17 mstari wa 21. Tunaingia kwa maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga. Kitabu cha Mathayo 17:21 inasema hivi: lakini namna hii haiwezi kutoka isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Amen. Amen. Haleluya. Utayarishe Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9, nitakwambia mali utaishia. Aseme, unajua mdunia muko vitu vimoya vizito sana. Huko kitu yenye unaweza omba ya kawaida na hautapata jibu. Ile kitu Biblia inasema ya kwamba hiyo kitu uingilie katika mafungo. Bakristo tujikaze kukomaa kiroho. Tusikwe tu Bakristo wa kuomba kilejaleja. Ukiona vile vinashindikana unaiombea leo, hapana. Unaombea kesho hakuna jibu. Unaombea kesho yake hakuna jibu. Uifanyie kwanza mafungo. Hata ya siku moja. Uambie Mungu, hii kitu inanishinda. Unaishitaki katika mafungo. Unajiima chakula. Unasema Mungu, hii njoo inanisumbua. Najua Mungu atakufanyia, sababu maneno yake yenyewe na shuhudia. Inasema ya kwamba jambo kama na hili haiwezekane isipokuwa katika kuomba na kufunga. Na katika maneno ya Mungu ndio tunatembea, na tunaamini tukifanya ile kipindi tunajua Mungu atatutendea. Soma hiyo shairi baba yangu. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Samueli wa kwanza 1:9 inasema hivi: ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Akaweka naziri akasema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Amen. Wala wembe haitafika kichwani kwake. Amen. Amena. Mshangilie Bwana kwa hii maneno. Jina la Bwana litukuzwe. Ni maombi ya Ana. Ana alikuwa mama ambaye hakukuwa na mtoto. Historia yake pia ni ndefu, lakini tutasoma tu kale kadogo. Huyu mama ile kukosa mtoto ilimletea uchungu sana, ilimletea shida. Na siku moja akaamua akasema ya kwamba nitasimama, nitaenda katika hekalu. Bwana tusaidie. Unaombeaka wapi saa uko na shida? Unakimbilia mbule bumanyumba wa kutudanganya? Unaendaka kwa watumishi gani wa kuombee? Huyu mama Ana yeye alikimbia ndani ya hekalu, akalilia Mungu, akasema Mungu nisaidie, unipe mtoto. Na akapresize akasema unipe mtoto mwanaume. Mungu anasikiaka, Mungu anatendaka, Mungu